niseme tu kwa kipindi cha miaka 4 Mheshimiwa Rais kwa mara ya kwanza amewekeza, bajeti ya kilimo imekuwa ikiongezeka mwaka hadi mwaka na bajeti imekuwa kubwa, na ametoa kipaumbele kwa maeneo ambayo ni nyeti. Kwenye pembejeo, ukiongelea pembejeo tunaongelea uwekezaji kwenye viuatilifu kwa ajili ya wadudu waharibifu. Kama mnavyojua kuna kantangaze, viwavijeshi, kwenye kahawa, kwenye pamba, wadudu waharibifu ni wengi. Lakini mbolea pia, hili ni eneo ambalo pia lina wakwamisha wakulima katika kilimo chenye tija. Lakini Mheshimiwa Rais Dr. Samia katika maeneo haya amewekeza kwa kiasi kikubwa sana. Amejitahidi kuongeza bajeti ya pembejeo. Ukiangalia wakulima wa pamba, wa kahawa, wamepata pembejeo za kutosha kwa ruzuku, kwa maana ya kwamba bure bila kulipia. Wamepata mbolea, kama wanalipia ni asilimia ndogo sana ya pesa ambayo wakulima wadogo wanaweza kumudu. Lakini ameitekeleza ile ilani ambayo ilikuwa ni ya 20-20-25. Ukija upande wa ilani ya 20-30 ambayo ndo sasa anagombea, ambayo anategemea kutekeleza, unaona pia bajeti kwenye kilimo imeongezeka. Uwekezaji zaidi uko kwenye pembejeo, kama nilivyosema, viuatilifu ni shida. Zao mbalimbali kiwemo pamba, kahawa, mahindi, mapalachichi, nyanya, ambao ndo yanachagiza uchumi wa Tanzania kwa kiasi kikubwa. Na kama unavyojua Watanzania zaidi ya 65% tumeajiriwa kwenye kilimo. Kuanzia kwenye mkulima mpaka hizi sekta zenyewe za biashara. Kwa sababu hakuna viwanda bila kilimo. Kwa hiyo unaweza kaona ni kwa namna gani sekta ya kilimo inatakiwa kutiliwa mkazo. Lakini Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ametilia mkazo kwenye kilimo kwa kuwekeza. Ukiangalia katika kipindi hiki zaidi ya miradi ya umwagiliaji 700 imetekelezwa. Sasa anataka tufanyeje? Anataka tulime mwaka mzima pasipo kutegemea mvua. Sasa amekuwa ni rais wa kwanza, ile kuwa mwanamke imemfanya ajue sekta ambazo ni nyeti kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya uchumi, kwa ajili ya ajira. Kama nilivyosema, kilimo ni inaajiri zaidi ya 65% ya Watanzania. Kwa hiyo amewekeza kwenye vitu vya msingi ili wakulima wa mboga mboga ambao ni wanawake, vijana, wanaolima nyanya, wanaolima matunda waweze kulima mwaka mzima. Mahindi ni chakula ni zao la chakula. Unapokuwa na kilimo cha umwagiliaji, unaona siku hizi mahindi yanalimwa mwaka mzima. Hata tunaotafuna barabarani tunaona ile ni fursa. Unakuta mahindi hayana msimu siku hizi. Kwa sababu gani? Hii mifumo ya umwagiliaji. Dr. Samia amefanya hayo. Lakini kwenye ilani ijayo hii ya mpaka 30 amewekeza tena bajeti kubwa kwenye mifereji ya maji, kwenye umwagiliaji, kwenye pembejeo, kwenye mbolea. Lakini ukija Kilimanjaro, uwekezaji, na ukiangalia ilani ya CCM ya 2025-30, unaona pia bajeti ni kubwa kwenye kuwekeza pembejeo na miundombinu ya kilimo. Viuatilifu ruzuku itatolewa, lakini ukiangalia mbolea ruzuku pale imewekwa. Mifereji ya maji kwa ajili ya kumwagilia hapa Kilimanjaro ni kubwa. Lakini ufufuaji wa zao la kahawa, ukiangalia zao la kahawa limetiliwa mkazo. Sasa na haya ni mazao ambayo yanaleta fedha za kigeni. Kahawa tunauza sana nje. Na wiki mbili zilizopita tulipata hapa Plant Biodefenders hapa Moshi. Tulipata mabalozi 12 wa nchi za Ulaya. Walikuja kuangalia kiwanda chetu hiki kina uwezo wa kuzalisha kiasi gani viuatilifu ili vizalishe kahawa ambayo ni bora na mazao mengine ili yaweze kuuzwa sio Tanzania tu, hata masoko ya Ulaya. Ndiyo. Sasa Mheshimiwa Rais Dr. Samia kwa kuwekeza kwenye kilimo, unaona kwamba sasa maisha ya Watanzania, maisha ya wana Kilimanjaro yataweza kuboreka, kwa sababu mtu mwingine hawezi kula kahawa, lakini atauza kahawa, atanunua mahindi, atauza kahawa, atasomesha watoto, atauza kahawa, atanunua mchele na kufanya huduma nyingine ziendelee. Kwa hiyo kwa kuwekeza kwenye kilimo, kwa kuongeza bajeti, unaona kwamba ina mwelekeo mkubwa na matumaini makubwa. Na nchi yoyote inayowekeza kwenye kilimo, hasa sisi nchi ambazo tunategemea kilimo, unaona kwamba inakuwa na maono mapana ya kuendeleza uchumi, ustawi wa jamii, lakini pia hata ushirikiano na mataifa mengine. Kama unavyojua Tanzania tayari tunauza mazao kwenye nchi nyingine ambazo haziwezi. Mheshimiwa Rais tangu alipoingia amefungua masoko ya kilimo. Sasa hivi tunauza parachichi China, tunauza mazao mbalimbali Ulaya. Unaona haya masoko kabla hayakuwepo. Kwa nini? Amewekeza pia kwenye kilimo hai. Kwenye kilimo kwa mfano, mifano ambayo ni hai. Sisi wafanyabiashara wa ndani
tayari Mheshimiwa Rais ametuingiza kwenye masoko. Kwa mfano Plant Biodefenders, Mheshimiwa Rais tayari amenunua viuatilifu hai kwa ruzuku. Wakulima wameshagaiwa. Hivi ninavyokuambia, juzi kati tu hapo lita 20,000 zimechukuliwa kutoka Plant Biodefender hapa Moshi. Wakulima wamepewa bure, wamezalisha mahindi bure, wamevuna kwa wingi. Ukiangalia parachichi wamevuna, kwenye kahawa hivyo hivyo. Natosha sana kama nilivyosema, kama 65% ya wakulima ya Watanzania wanategemea kilimo. Wewe hapo mwenyewe umekula. Sasa ukila chakula ambacho hakitoshi, ukila chakula ambacho kina sumu, hautaweza kuishi. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anawekeza kwenye kilimo, anawekeza kwenye kitu cha msingi sana. Kwa sababu hata kama usipolima lazima utakula. Na wewe hata hii asubuhi umekula nini? Kwa hiyo Mheshimiwa Rais amehakikisha, hata ninavyokuambia mimi vipembejeo ninazozalisha ni pembejeo ambazo hazina athari, hazina kemikali, hazina sumu. Ni pembejeo za kilimo hai. Na Mheshimiwa Rais hata ilani ijayo ametoa kipaumbele kwenye kilimo hai. Na kabisa ndani ya kipindi chake kumekuwa na sera nzuri kwa ajili ya kuwezesha kilimo hai. Kwa unaona hivi ninavyokuambia ni miundombinu ambayo anataka wakulima wazalishe kwa wingi, lakini wanachokizalisha kiwe na tija, lakini hata afya ya walaji. Kwamba chakula tunachozalisha tusiseme tu kwa ajili ya kuuza Ulaya, kuuza Marekani. Sisi wa Tanzania, mkulima yeye mwenyewe azalishe bila sumu, ardhi yetu isiwe na sumu, mazingira yasiathirike. Mwisho wa siku hata chakula tunachokula, hata wewe ambaye haulimi, uweze kula chakula ambacho ni salama. Tuwe na uhakika usalama wa chakula. Taifa lolote linalojilinda linaanza kulinda chakula. Mkishakuwa na njaa, msipokuwa na utoshelevu wa chakula, usalama wa nchi haupo. Kwa sababu huwezi kutegemea chakula cha mwenzako. Anaweza kukuuzia chakula ambacho sio salama akakuua. Kwa hiyo nchi yoyote inayojitambua lazima iwekeze vizuri kwenye chakula. Ukishakuwa na utoshelevu na usalama wa chakula, ndio unaweza kufanya vingine. Hakuna shughuli inafanyika bila usalama wa chakula. Na yote tunayofanya haya, iwe biashara iwe nini, ni kwa ajili ya tumbo kwanza. Hakuna maisha bila chakula, hakuna maisha bila afya bora. Kwa hiyo kwa kuwekeza vizuri kwenye kilimo, kwa kuwa na mikakati thabiti ya kilimo endelevu na cha kisasa na chenye tija, ni sababu kubwa. Nasema ni sababu kubwa, nimesema yako mengi, lakini mimi nimeona sitaweza kuyataja yote, lakini nimeamua na lile ambalo ni zito. Watu wengi wanataja vingi, barabara, utalii, hata tunajua wote, lakini mimi nimesema sekta ambayo ni nyeti, kwamba leo hii kusipokuwa na uzalishaji wa chakula ipasavyo, watu wakiwa njaa hawawezi kufanya chochote. Mtu anaweza akajiuliza, haya yote uliyoeleza yamefanyika kwenye kuwekeza kwenye kilimo, sawa. Lakini ukiangalia wakulima wengi, baadhi ya wakulima walio wengi unakuta bado ni masikini, licha kwamba hiyo amewekewa hizo bidhaa, bado unaona ni masikini, hainuki, bado maskini tu, mkulima anakuwa maskini. Sasa kwa nini sasa inakuwa hivi? Asante sana. Mheshimiwa Rais hawezi kufanya kila kitu. Ndio maana tuko wasaidizi huku chini. Mimi na kampuni yangu tumeshapanga na tumeshaanza. Hilo unalosema hata sisi tumeliona. Ni kwa sababu gani? Wakati mwingine wakulima hawazipati hizo fursa. Na wakati mwingine hawaoni fursa. Sisi tumejipanga kufundisha wakulima nchi nzima namna ya kufanya kilimo bora, kutumia viuatilifu vya kisasa, mbolea za kisasa zenye tija. Lakini kilimo tunachokiongelea sio kilimo kile cha zamani. Nimesema saizi kuna pembejeo za matrekta. Mheshimiwa Rais ameona kizindua zile trekta nyingi tu kwa wale wakulima wakubwa, lakini kwa wadogo kuna fursa nyingi. Sasa hivi kuna kilimo bustani ambacho ndo mimi na kampuni yangu tunapanga tufundishe nchi nzima. Kuna kilimo cha mifuko. Kuna watu ambao tumeshaanza nao hata hapa Kilimanjaro, wanalima mboga kupitia mifuko. Hata kama hauna shamba, hata kama una nyumba ya kupanga, tunakuwezesha, unapata mbegu, unapata miche, unazalisha mboga. Tuna watu ambao mpaka sasa hivi mtu ana miche 100 ya mboga na kila baada ya miezi 3 anaweka mingine. Kwa siku anaingiza 20,000. Hapo tu nyumbani, wala haendi sokoni. Na mboga hizi analima kisasa, ni mboga ambazo hazina sumu, zinapigwa dawa hizi ambazo nimekuambia ni nzuri, ambazo tumezitengeneza, ambazo hazina madhara. Anauza kwenye maeneo mbalimbali. Sasa tunataka tuwafikie vijana, tuwafikie wanawake. Hakuna tena kulia, kwa sababu nimesema ukiwekeza kwenye kilimo
sio rahisi kukosa soko kwa sababu kila mtu anakula. Na wewe utakuwa shahidi yangu, watu wengi hawali mboga ya Chinese wakisema kwamba ina madhara, inafanya vitu gani. Ni kwa sababu ya matumizi ya sumu. Lakini tumeshaanza kutoa elimu. Watu wanalima Chinese kwa kutumia madawa ambayo hayana sumu. Matokeo yake wanavuna tangawizi na masoko ni mengi sana, watu wananunua sana. Nyanya vile vile watu wanalima kwenye mifuko, watu wanalima kwenye tuseme mapot. Kwa hiyo badala ya kupamba maua na nini kwenye mifuko, nimesema sio lazima uwe na shamba. Sasa kama mtu ana miche ya mboga 100 tu na havuni yote kwa siku moja, lakini ana uwezo wa kuingiza 20,000, huyu ni mtu wa kawaida tu ambaye tumemwezesha. Kwa nini wengine wasifanye kikawa biashara kubwa na vijana wakafanya, hata kama umepanga, hata kama uko nyumbani kwako, unaja kuwa na shamba.